Siku moja nikiwa bado mdogo sana, niliumwa sana sana, niliumwa mno. Kipindi hicho nikiwa kwenye ile imani, mama yangu na mjomba wangu wakaenda wakawaita wale nani hii, mshaelewa, wakasema yani walisoma, na wale watu wanajua kusoma. Wewe unajua kuimba Biblia? Wewe unaijua Biblia kuimba? Wewe wanaimba Biblia wale ya kwao. Masaa matatu yuko tu jasho linamtoka, yumo tu, hachoki. Na ukitaka kujua nenda kwenye mezi yao, kuanzia saa 2 mpaka ile saa 4 mtu amesimama tu hivi, amesimama. We dakika 2, imechoka mimi jamani. Ila Wakristo sisi safari tulionao ni ndefu, na huko mbinguni tunaingia kwa neema. Asikwambie mtu, mwambie jirani yako, wewe unaingia kwa neema tu, wala si kwa matendo ya haki. Sisi tulikuwa huko, tunakujua. Sisi tulikuwa huko, tulitoka huko. Mama yangu akawaita wale bwana, na nilikuwa na miaka 10, maana ni mtu mzima, najua nasikia kinachoendelea. Wakaanza ngwini na hapo wanawasha manani yao, wanawasha lelelele, kinachukuliwa kwanza kitambaa kinawekwa hapo, kinafukizwa, unakuja unafukiwa, vinanuka, twende humo. Masaa 8 wako tu. Wewe uliwahi kuomba masaa 8 wewe? Na kama utaomba ni kwa neema, ushatoa miayo mingi. Ushachoka siku nyingi, mara uvue viato, mara sijui ukae kwenye kiti, mara sijui ulale, mara sijui fanye nini, mara sijui tembee huku, mara sijui wale hawachoki. Masaa 8 wanamuita Mungu wao. Lakini napenda kukuambia, pamoja na kumuita masaa 8, ni sali moja la Mungu, dakika moja ya Mungu ni nyingi. Moja tu. Jamaa anamaliza mchezo. Mama yangu mkubwa yule, bibi kizee yule, akapewa taarifa, fulani anaumwa. Sitaki kulitaja hilo jina, unaweza kuaniita, maana nyewe washirika mna tabia mbaya sana. Akaambia, mpo Adija anaumwa. Usiniite hilo jina. Nani? Sema anaitwa. Lakini jina waliokuwa wanapenda kuniita ni Mwajuma, jina la shangazi ambaye ni dada yake na babu yangu. Mwajuma anaumwa sana Adija, njoo, labda kuna kitu utatamka, anaumwa mno. Basi mamangu mkubwa akaja akafika pale, akaniangalia akasema, mbona naona kama ni mapepo? Mamangu kasema, kaishaanza mtabiri na muonaji, kaishaanza. Mamangu naye alikuwa avumi, lakini alikuwa yumo. Kaishaanza. Akaambia wale wote waliokuwepo pale kama 4 washapiga chai yao na kawa yao ya nguvu na maandazi. Hawahitajiki vitu vingi wale watu, hawa appreciate, watakagi vitu vingi sana. Vitu vidogo tu, mambo yao ni simple, wala wataki mambo sijui ya nini. Ala misiba yao, nimemaliza, nipe biskuti na maji, naondoka zangu. Halaga mambo mengi, tulivu, hawana shida wale jamaa. Sisi mpaka tuchenje mang'ombe, mambuzi, mapombe, madede. Basi mama mkubwa akaja akaniwekea mkono, akaambia, mwanangu, pona, kwa maana umelibeba kusudi la Mungu, na uwe mzima katika jina la Yesu, amen. Wale jamaa wanamcheki tu, alafu akawaambia hivi, naweza nikaondoka naye huko? Mama akasema sawa, lakini asija akakufia. Akaambia, afi, akifa huyu Yesu ananichukua mimi. Akamriwa mjomba wangu, mbebe mgongoni. Akanibeba mgongoni. Si unajua kijijini, miaka 10 mgongoni, kasafari kakutoka hapo kwenda eneo jingine mpaka kufika hapo. Akasema, mlazeni hapa, akae hapa. Akaenda akachukua mafuta ya mgando, I never forgot. Akachukua mafuta ya mgando akayaombea, akachukua ile mafuta akayachanganya kwenye maji, akaanza kuniogesha ile mafuta. Nimemaliza tu kwa ile mafuta, nikamwambia, naomba uji. Nikanywa uji siku 4, sili sinywi. Nikamwambia, naomba uji. Akamwambia, hivyo umeomba uji na kurudisha kwa mama yako? Akanirudisha kwa mama. Akamwambia, huyu hapa nimemrudisha, mbona anatembea mwenyewe? Akasema, muulizeni, ni mtu mzima atawajibu. Nikamwambia, nilikunywa uji.
Mimi ni mzima, nataka kulala. Ndo nikapona hivyo. Lakini kule washafukia, na ukigusa hivi nguo inanuka vibaya. Nikapata ushindi, na ile ilikuwa ni vita yangu. Kila vita ni lazima umkumbushe ahadi za Mungu.